Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni katika siku ya Jumapili ya leo. Tumekuwa katika ibada takatifu. Tumefundishwa mambo mengi ya kimungu ambayo yanahusu ulimwengu na siku za mwisho. Kwa dalili hizi sasa tulizonazo ni za kunyakuliwa. Kanisa linakaribia kujiandaa kwenda kunyakuliwa. Lakini tunahitimisha kuungana watakatifu wote duniani na watakatifu wote walio Tanzania kwa kuomboleza kwa msiba mkubwa uliotokea kwa watu waliopigwa risasi na kuuawa kwa ajili ya maandamano. Tumejifunza mahali ya kitabu cha Ezekieli sura 33. Kama ninavyokumbuka, mimi ni mjumbe wa Mungu, nimefika sehemu nyingi sana katika taifa hili. Ninaomba msomaji usome neno hili. Soma neno hili mara moja ili tuende kuomba toba kwa ajili ya taifa. Tuenda kuomba toba kwa ajili ya taifa na watakatifu wote. Najua Jumapili tumeungana wengi. Hebu soma. Sogea hapa usome. Soma neno hili. Ezekieli 33 inasemaje? Ezekieli 33 mstari wa kwanza inasema, Neno la Bwana likanijia kusema, Mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao. Ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu. Basi mtu awaye yote aisikiaye sauti ya tarumbeta wala haonywi, upanga ukija na kumwondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Alisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake, lakini kama angalionywa, angalijiokoa roho yake. Amina. Neno hilo linaendelea. Niko neno hili. Taifa limefika mahali hapa ni kwa ajili ya wachungaji na maaskofu walio wengi, sio wote. Nimepita katika nchi Tanzania, miaka imepita mingi, nikieleza habari ya toba taifa. Niliambiwa hivi, wachungaji wafanye toba, waingisha makongamano, wafanye toba, lakini wengi mlifukuza. Mkanichukia, mkasema mchungaji anazurura. Hata jimbo langu la Mpanda huko walifanyia kampeni mpaka kunifukuza kama mbwa. Lakini leo wachungaji mmeona sasa natokea. Maaskofu nani anatokea leo? Taifa limemwaga damu sio na hatia. Damu imemwagwa. Laana iko juu ya nchi. Kama Mungu alivyofanya kwa Kaini na Habili. Leo damu inalia kisasi juu ya nchi hii ya Tanzania. Kwa hiyo mimi maneno mengi sina. Tumekuwa na ibada hapa ya kufundisha neno la Mungu na kujitahadharisha, kwa sababu nyakuona karibia. Neno hilo ndilo ambalo tunakwenda kutubu. Naomba kila mmoja tunapokuwa hapa tutubu. Damu imwagika kama nilifundisha kitabu cha Mwanzo sura ngapi? Sura ya 4. Sura ya 4, jinsi Mungu alivyomwambia Kaini, ardhi imelaniwa kwa ajili yako, kwa mkono wako ulimwaga damu ya ndugu yako. Damu na kinywa, ardhi imefungua kinywa kupokea damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Leo kwa mikono ya watu wamemwaga damu za Watanzania, wamekufa madamu. Wengine wamekufa. Nilikuwa Sengerema huko kwenye huduma, nimekuta mama mmoja anatoa taarifa, mtu mmoja alipigwa risasi, mtoto na mtoto wake wakafa. Mpaka leo maiti hazionekana ziko wapi. Damu imwagwa isiyo na hatia kwa ajili shetani ameingia akamwaga damu, kanywa damu za watu. Taifa linaenda kupata laana kwa kulaaniwa ardhi ya Tanzania. Sasa sisi tunatubu mbele ya Tanzania, mbele ya Mungu kwa ajili ya Tanzania. Wekeni ndani yenu tutubu, kwa sababu tayari laana imekwisha ingia tayari. Tutubu sasa wote. Tuinue mikono yetu juu. Maana nchi itakwenda kupigwa na laana, imeshapigwa na laana tayari namna hii. Sema, Bwana Yesu,
Bwana Yesu, tuko mbele zako. Tunatubu Bwana kwa ajili ya damu iliyomwagika Tanzania. Hatujai kuiona haya. Tunaomba Yesu, tunakusihi Yesu, ardhi hii imepanua kinywa, imepokea damu ya watoto, imepanua damu ya wazee, imechukua damu yake mikunywa, vijana wadogo wamepoteza maisha. Mungu, tunainama mbele zako, tunatubu mbele zako, tunanyenyekea mbele zako. Tusamehe, tusamehe Yesu, tusamehe Yesu, tunakusihi, tusamehe, ardhi ya Tanzania uiponye Yesu, tusamehe, tutetee. Tunaomba Yesu, ile damu yote iliyomwagika bila hatia, kisasi akawaendea waliofanya hivyo. Tunatubu mbele zako kama watumishi wako, kama mlinzi wako. Sisi tunaomba juu ya Tanzania, tusamehe. Yesu, ulisema mkusanyikapo wawili watatu kwa ajili ya jina langu takuwa katikati yenu. Tunaomba tusamehe na wafungwa wote waliofungwa kwa kuonewa, tukawatoe. Roho Mtakatifu, naomba utembee, utisho ukapo katikati yao wanaofanya maovu haya, visasi ziende kwao na watoto wao. Mungu tusaidie. Amen. Nashukuru watumishi wa Mungu kwa kuwa tumetubu mbele za Mungu. Ninawasihi kwamba sasa kila siku tusiache kuliombea taifa hili la Tanzania. Tusiache kuombea taifa la Tanzania. Ombea ardhi iliyopokea damu. Hawa wafalme walio wengi wao hawaoni wengine hatia katika hili. Hatia hii katika hili kanisa takiwa lisimame. Tusikaingia kama Sudani. Nimeona kuna ukabila Tanzania. Kuna ukabila hata kwenye mazishi, maiti inapotokea, msiba unafariki, kabila linafanya kusanyika. Taifa limekosa uelekeo. Tayari unaona saizi kila mmoja na waza yake, watu watembea na usumu yoyoni. Isije kafumuka ikawa tukatembea vibaya. Tuombe Mungu atusamee tu kila siku tunapolala kuamka. Enyi wachungaji, na wasihi kitu kimoja, nisikilizeni. Nimepita kwenu nikiwaeleza hivi, hamwezi mkafanya toba mbele za Mungu bila upendano. Hampendani, mnachukiana wenyewe kwa wenyewe, mnachukiana kwa elimu, kwa mnachukiana, mwingine mnapewa hongo, mnapendelea dhambi. Watoto wao wanabeba dhambi, unabeba manyumbani kwenu, hamwambii ukweli. Watoto wengine mnatimua. Mmekuwa mpendani, mmekuwa mnabaguana. Kama hamna upendo ni uwaji. Sasa angalia leo tumefika mahali. Sikuyasema mimi haya miaka zaidi ya 15 iliyopita. Nimeyasema haya mimi. Nimepita makanisa wengine mlinifukuza. Waangalie kama mfano nimefika mimi hapo Sumbawanga hapo. Kuna mtumishi mmoja hapo alinifukuza kama mbwa. Hata jimboni kwangu Mpanda mlinitimua wengine kama mbwa wa maaskofu. Amnakumbuka? Sasa leo amefika hapa sasa. Nchi inamwaga damu na bado itamwaga damu bila kutubu. Hamwezi kutubu dhambi, Mungu haipokea toba yenu nyinyi kama mpendani. Mnabaguana kwenye udini. Dini ya huyu dini ya mpendani. Mnatangaza upendo kama ya mpendani. Kwa nini nafanya haya? Taifa limefika hapa kwa sababu ya kanisa mpendani. Wachungaji ni sauti ya Mungu. Imesema Mungu amesema, watumishi wake sio sauti ya Mungu. Sasa sauti ya Mungu nyinyi hampendani, mnachukiana. Unabii unapotoka, nimepita natembea kwa miguu kwenu, nawaambia mlinifukuza. Mnaona nimefikia leo hapa. Mbeya nimefika kwa mchungaji Lamile, nimeeleza hapa. Au barikia Lamile, ulisikia tukatubu. Nimefika Mbalizi, nimeeleza. Nimefika sehemu nyingi. Kwa kina Gamunye nimefika watumishi wa Ugalimani, mkanielewa watumishi wa Mungu. Nilieleza wachungaji, nimeambia wachungaji wakusanyike watubu, lakini leo watu vibuli vimekuwa vibuli. Leo angalia taifa limefika mahali hapa sasa, damu imwagwa. Na bado tutaendelea kumwagwa. Mnasemaje wachungaji? Mnasemaje maskofu? Tubuni, rudini kupendana mliokosana kwa dini. Acheni tofauti za dini. Kusanyikeni pamoja. Ukisoma kitabu cha Walawi sura 26 imesema watu wabaya tunaochukia watatawala juu yetu. Ndio haya leo watu wabaya wafugao majini na kila kitu wanatawala. Watu wachawi wamekuwepo wanafuga majini, wako ndio leo viongozi. Wamekuwa ni machifu wamekuwa na sehemu katika serikali leo. Wanakubalika na viongozi na watawala. Wanawaagua. Kwa taifa lote wachawi, taifa lote. Ni kasata ya Mungu imeenda wapi sasa?
Na nyinyi sauti ya Mungu leo imekuwaje mmenyamaza kiasi hiki, mnagombana wenyewe kwa wenyewe, mnapekana makesi mahakamani. Mnagombana wenyewe kwa wenyewe, mnapekana makesi mahakamani kweli? Ndio Yesu aliacha tugombane peke makesi mahakamani kwa ajili ya dini. Mnagombana dini na matumbo yenu. Mnakimbia kununua magari tu makubwa. Makanisa vijijini kule wanateseka watu. Mnakipata pesa mjibikizia mali. Vijijini kule baada mpeke pesa hiyo kule mkajengea makanisa. Mnataka makanisa vijijini hali mbaya walete kwenu mjini. Hivi ndio injili ya Yesu kweli au Yesu? Ndio injili kweli au Yesu hii? Tumefika mahali hapa kwa sababu ya wachungaji na maskofu. Sio wote watakatifu mpo. Kina gamani wengine mpo. Nashukuru mtumishi wa Mungu hapo Dodoma. Nilifika hapo Dodoma kwa mchungaji Mwakipesia, baba ulinipokea. Nikaeleza haya ukapokea na wengine, lakini bado wachungaji ni wabishi. Nafika kwa mtumishi wa Mungu hapo mmoja hapo Sumbawanga. Alinifunza kama Mungu inaniuma kama Mungu toka, nikamjiko toka. Unazula mzulaji wewe. Nilikuwa nazula sasa leo mnaona. Kuzula kwangu mmekuona? Sasa hamjajua kama Mungu alishasema na mimi nikawaambie. Mmesahau mtaka Mungu atoke mbinguni muone moja kwa moja. Nani muona Mungu? Mungu atupe tumishoke leo ni haya imefika sasa. Mliowafikia kwenu kumbukeni. Msipotubu mkakusameheana wachungaji, tukaomba sauti ya Mungu haitafika kwake. Sauti mnayoomba. Kwa maana mna hila mioyoni mwenu. Amchukie ndugu yake ni muuaji. Mungu wa mbinguni awabariki, Roho Mtakatifu awapeni hekima kugundua haya. Sababu mmezoea kuona mtu akiwa na koti kubwa, akiwa na magari makubwa, akiwa na kisomo kikubwa ndio namuelewa. Nimepita kwenu, mimi sasa hizi naeleza vitu vinawakumbusheni Roho Mtakatifu alifikisha kwa nikawaambieni kwenu. Mlionipokea mbarikiwa, mlionichukia shauri yenu, sasa mmeona haya yatokea. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen.